humble. Usiulize maswali mengi, mradi Mungu ametusaidia tukakutana, you have become automatically my friends. I want to thank God so much because of Reverend Levi. This man, this humble man of God. You know, this great man of God, but people want to tell us this humble man of a great God. He's a wonderful brother. We have done ministry with him for some good time. Kila wakati akiniambia kwamba tukuje huku, mimi wanatii. Tunafanya huduma sehemu nyingi sana za nchi hii. Na everywhere we go, things happen. Even here, things will not be the same. In the name of Jesus. Praise God. Amen. Tumefanya huduma Mombasa, Marekani, Sierra, tumeenda na Nyuki, wakati mwingine anakuwa hana nafasi anatuma niende huko. Tumefanya huduma Western, Busia, wapi huko, na penye tunaenda huwa tunaona Mungu neema yake ikiwa dhahiri akiinua watu wake. Kwa hiyo watu ambao walikuwa hapa hivi tukianza, nilikwambia usishughulike sana na kuangalia kwamba sijui sura ya wewe mtumishi sijui kwa nini imekaa na hivi. Wewe achana na hiyo, wacha kushughulika maneno ya neno la Mungu. Baada ya tukishamaliza hapa hivi mimi najua tiketi yangu ya kurudi Nairobi iko sawa. Hallelujah. Amen. Nitakuondokea within no time, na mimi nitaendelea kuombea nikiwa huko. Nikisema kwamba Mungu amekubariki, hiyo ndio itakuwa furaha yangu. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. You are wonderful people. I'm just overwhelmed with your love. That is, for the people that we've been together for this short time, some of you that have been able to even visit. Watu kama kina Sylvester hapa, watu kama kina Devi, watu kama the fellas, Moshe, your sisters, Meti, Eliza. Yesterday it was a great time. Nikakutana na Sami. Sami, hebu simama unafanyia hivi. Wewe maana kukuja kwa kanisa mara mbili kwa mwaka na itakuwa. So tulisema hivyo. Labda wewe ndio Mungu anataka nikuje Nairobi huko tu nikusaidie. Nimeacha na Nairobi atakuja kutafuta hapa hivi. Lakini nimependa your spirit. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Unaona vile unaongea sifu, wewe ndio unakujaga hapa kila siku na unaongea sifu. Sasa ukiendelea kukuja, how much more Mungu anaenda kutumia hata ulete watu hapa wengi. Kuna watu wakikufa katika dhambi kwa sababu kwenda kuhubiria, na sisi tumekuambia hivi kwamba ukuje uwaendee. Sisi tunao mikono yetu, lakini utaendelea kuja sawa. Na kazi za msituni Jumapili tumezigonga vita. Wewe unapata kazi siku nzuri sana unakuja hapa. Amen. 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 Tuko na rafiki ambaye tuliko kwa fellowship mahali, na kuna tukapata rafiki mwingine pia alikuwa amesema kwamba amechukua muda bila kuja kanisani, lakini hiyo siku alikuwa ameamua kwamba anarudi. Akiwa hapa asimame, alisema huko na Biblia. Let us appreciate this guy. Amen. Kuja Biblia hii. Kwa hiyo kwamba analeta na Aaron kanipatia hii. Sikia nikwambie, mimi si nabii lakini Bwana anatabiri. Unaona kitabu? Niko na utajiri wako. Hii Biblia iko na afya yako. Pesa zako ziko hapa. Amen. Fedha yako iko hapa. Hata kama ni wewe ama watoto wako kwenda nje, zile visa ziko hapa. Amen. Use this. Hii ndio unabii. Kwa jina la manabii wengine hapa wanakuja kuambia kwa unabii ambao si nabii. Unabii uko hapa. Na unabii kweli. So I am giving you this Bible to use it to enrich your life, to change your life. And even through your life, many lives are going to change. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sometimes, more careful
sometimes naongea vitu ambavyo sijui naongea nini, lakini kwa sababu tu ya furaha, mimi naamini kwamba Mungu anaenda kutuzungumzia kwa njia ambayo ni ya kipekee, na ninaamini kwamba kila madhabahu ambayo adui amekuwa akitumia kuhangaisha maisha yetu kwa kipindi kifupi ambacho tumekuwa mahala hapa, tukawa na mijadala mbalimbali, ila bado tunazikabiliana na vitu kama hivyo. Iwapo utachukua mambo hayo na kuyafanyia kazi, bila shaka mbingu inaenda kuitikia, na wewe utatembea upande wa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tusimalize mikutano hii alafu wewe bado uko na hofu kwamba itafanyika kweli, itafanyika. I want you to overcome your doubts. I want you to deal with any fear, knowing that God has given you faith. Faith is the opposite of fear. The enemy knew because of your faith in Christ, you will walk victoriously. So he also decided to look for a word that starts with F, say and come with fear. Fear is also a form of faith turned upside down. Fear is faith turned upside down. So but we want the faith that is straight in the name of Jesus. Sasa niko na mambo mengi ya kuambia, lakini mwezi sasa tunashika. Nilikuja niko loaded na something funny. Every time we come, nikikuja kwa ofisi hapo hivi, kitu ambacho nimefikiria kwamba nitafundisha, naambia kwamba wachana na hiyo. Na mjadala wachana na hiyo. Mimi maneno nimewaambia yote ni maneno ambayo imetokana na Roho Mtakatifu. Niliwaambia I am an unction by the Spirit of God pastor. Siwezi kusema kwamba Mungu nilipanga hii, wacha niwaambie maneno. Siambia tu watu maneno, nataka sometimes, not really sometimes, to experience something that comes from my life also. That is what will work for you. I fear telling people things that I'm not willing to do or I am unable to do. Because I know where God has taken me from, and I know what He is able to do in our lives. So by grace I am born again, and by the very grace I am serving God. My names, the way you've heard, Reverend Zachariah Amai Dombe. Mimi mzaliwa kwa Kakamega County, lakini naishi Nairobi, ndo nafanya huduma. Wewe usifanye mistake kuja Nairobi na unapita tu hapo hivi kwa Asifa, hakuna mtu unajua hapo. Unaweza kunipigia simu, kuna mikahawa inaweza hapo hivyo kunywa chai tofauti na ile unakuna. Unajua tumekuja hapa na nishangaa kunywa chai nyingi, nafanya chai na taste nzuri. Kisha kuna tumia maziwa yenye unatumia mimi natumia kweli. Chai hapa ni tamu. Wewe kuja na pia tafuta vijiko pia uonje na roti. Kama wewe unafiki vizuri. Bwana spesa. Waya kusema kwamba Nairobi imejaa mikora alafu frewe unahusisha huyu mchungaji kwa mikora ya Nairobi. Mimi si mkora. You are a child of God, and this friendship must continue. Amen. That is what God has called us to do. This time, I want to speak to us on a very simple subject matter. Inawezekana kama si topic ambayo ni ya kiroho sana, lakini kwa sababu zinatoka kwa Biblia, wacha sisi tuijadili na tuone Roho Bwana ni nini ambacho anatuzungumzia. Mada ambayo watu wengi wamechukulia hivi, lakini imewaadhiri vibaya sana. I want us to look at the heavenly view on wealth. The heavenly view on wealth. Kila mambo ya mbingu au mtazamo wa kimbinguni wa milki zetu ama rasilimali zetu ama utajiri wetu. Kwa hivyo leo